Bwana. Sio ukimwona na ukisema napenda, ninapenda ni zamani. Bwana sema nami, akimaanisha siku zote ni kwako. Sema Bwana, Bwana sema ninapenda, ninapenda ni kuabudu Bwana siku zote ni kuabudu Bwana, Bwana sema ninapenda, ninapenda ni kuabudu Bwana siku zote ni kuabudu Bwana. Bwana ninapenda kuabudu. Si ajali kupatikana mahali hapa, si ajali kupatikana ndani ya nyumba yako, si ajali kupatikana. Nilikuja hapa intentionally kukuabudu, nilikuja hapa intentionally, nilikuja hapa intentionally. It was my intention to worship you. Ilikuwa haja ya moyo wangu, ilikuwa haja ya moyo wangu, ilikuwa haja ya moyo wangu kuja mahali hapa. Sikusukumwa, sikulazimishwa, sikukuja kwa sababu ni kawaida. Nilikuja nisikie kutoka kwa Mfalme. Father Lord, I bless you and I worship you because of today. You deserve all the glory and all the honor, Lord. We are here with much humility. Lord, we are humble before your presence. Father Lord, Jesus, no ego, no pride, no envy, no jealous, Lord. No sin shall set us apart from you, Lord Jesus. We desire you. We desire to hear from you. Our hearts are yearning to hear from you. Our souls, Jesus, are yearning to hear from you, Jesus. We bless you, Jesus, as you help us fatten our inner man, as you help us fatten the spirit that you've put inside our lives, Lord. Thank you because of thy servant who is standing today to minister. Thank you because of the grace upon his life. Thank you because of the favor upon his life. Lord, you deserve all the glory. Thank you because of the women in the house. Thank you because of the men in the house. Thank you because of the children in the house. Today's word, Lord, is a change in their lives. Today's word will cause a turnaround in their lives. In the mighty name of Jesus Christ. Those who are low, those who are disappointed, Lord, they are being encouraged by today's word, Lord Jehovah. Strengthen us, Lord Jesus. We love you, we exalt you. It's in your mighty name we do pray and believe. Somebody say amen. Amen. Somebody shout a big amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise Jesus. Amen. David said that I was happy when I was told I should go in the house of the Lord. Praise Jesus. Amen. Because he knew that in the house of the Lord there is victory. In the house of the Lord there is strength. Hallelujah. Let's pray. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mwenye nguvu, mwenye uwezo na mamlaka Bwana. Sasa mfalme wa amani na mbele zako. Nimesimama mbele mfalme ndani ya ukumbi huu. Naita mfalme wa amani, roho wako kupitia kwa jina la Yesu Kristo. Roho mwenye nguvu, roho mwenye uwezo mfalme akashuke kwa eneo hili Bwana. Baba, shuka katika nyara anga hii, shuka katika nyara mfalme ndani ya kila moyo wa kila mmoja Bwana.
ili kwamba mfalme, jina lako mfalme likainuliwe, na ukatuteke nyara kwa ajili ya mapenzi yako mfalme, na haribu kila ngome za ibilisi, sarakasi zote, ibada ya kuzimu, falme za mizimu, nguvu za mauti, na zikemea kwa jina la Yesu Kristo zikapate kushindwa. Bwana, shuka mfalme kwa ajili ya ibada hii. Naomba neema mbele zako. Ni chombo tu Bwana, nitie roho wako. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina langu ni Sakari Amos. Leo nimejaliwa neema kwa jina la Yesu Kristo kusimama mbele yenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwalimu wa kwanza aliongelea jambo ya kwamba kesho yetu. Bwana Yesu asifiwe. Nani ajuaye kesho yetu? Na Jumapili iliyopita mwalimu wa kwanza alisimama akaongea juu ya imani. Wa pili akakuja akasisitiza imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba unapokuwa na imani, kuamini katika jina la Yesu Kristo, mambo yote yanawezekana katika yeye. Bwana Yesu asifiwe. Maana ukiwa na imani ndani ya Yesu Kristo, japokuwa mgonjwa, japokuwa dhaifu, lakini ukiamini katika jina la Yesu unapona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mwalimu wa pili akaja akasisitiza ya kwamba tunapoomba, tukeshapo katika kuomba, tuombe katika imani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika imani maombi yanajibiwa. Haleluya. Amen. Naye wa kwanza leo hii amesema kwamba kesho yetu. Maana unapokuwa na imani unajua kesho yako ndani ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Maana nikiwa na imani leo hii ya kwamba kesho Bwana atanipa kazi, nikiwa na imani leo hii ya kwamba ninapoomba Bwana kesho ninabarikiwa. Haleluya. Ni katika imani. Bwana Yesu asifiwe. Na ya kwamba tusije tukajitaabisha kwa ajili ya kesho, si ndivyo? Maana kesho yetu ajuaye ni Bwana. Haleluya. Yesu aliyebeba kesho yetu anasema kwamba njooni kwangu mliolemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha tu. Haleluya. Ni katika imani. Bwana Yesu asifiwe. One day I used to say this while I was in a certain church in Nairobi in December for just months preaching. We had some of the pastor also on the pulpit. The man of the Lord preached. Na wale watu ambao walikuwa eneo lile waliokuwa na vitu vya dhahabu, pete za dhahabu, simu za pesa bei ghali, walitoa kwa ajili ya kuweka madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Maana walijua ya kwamba injili hii imeingia, na walitoa vitu. Wengine walitoa mali, wengine walitoa pesa. Saa 4 asubuhi ndani ya ibada. Na mwalimu wa pili aliposimama ibada jioni, alipohubiri, wale watu ambao walikuwa wakija na vitu wakia kwenye madhabahu, ndio wale watu ambao tena walipoanza kuombewa na kusimama kwanza kusema kwamba mimi nimefanya kitu fulani kwa ajili ya maisha ya mtu kwenda chini. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ina maana kwamba unaweza hubiriwa ndio, unaweza fundishwa neno ndio, lakini unajaribu kujifunika. Wanasema kwamba unahubiria mtu lakini unamfunika. Yani you are hiding the sin. Haleluya. Yani unamfunika blanketi ili akupe vinono. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mwalimu wa pili aliposimama ndani ya jukwaa, watu hao ambao walikuwa wakija na vitu kwa ajili ya madhabahu ndio watu wenyewe ambao wanaingia katika kuwa deliver. Bwana Yesu asifiwe. Claiming that I am the one niliyefunga maisha ya pastor fulani. I am the one niliyesababisha ajali ya mama kanisa. Haleluya. Haleluya. Kanisa tusiwe hivyo. Bwana Yesu asifiwe.
The theme of today, we are speaking about grace. Hallelujah. Tunataka tuone neema ya watumishi ndani ya Biblia na neema ya watu ambao walikosa neema kwenye Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao walikuwa na neema kwenye Biblia, Bwana akawatumia wakafika kileleni. Na kuna watu walianza na neema lakini neema ikaondokea. Kuna wale ambao wangali wanadumu katika neema na bado Bwana anawatumikia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maisha leo hii ndani ya kanisa tunahitaji neema. Maisha wa Kristo leo hii pasina neema hatuwezi. Bwana Yesu asifiwe. Maana iwapo utakuwa katika neema, iwapo utasimama katika neema, huyu Bwana aliye na neema, aliyetuneemisha tukaona leo, aliyetubebesha tukatembea leo, aliyetujalia neema kwa kuwa hai leo, ndiye Bwana ambaye bado anakujalia neema ndani ya huduma. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Let's look at Paul, the persecutor of Christians. Wakati ambapo Paul akitembea akiua watu walio na neema, alipopanga safari kwenda kuua watu walio na neema, akiwa njiani, Mungu aliyebeba neema, Mungu aliye na uwezo wa kukirimia neema, akamjilia katika sauti, that Paul, why persecuting me? Praise Jesus. Amen. During that time, I know he was named Saul. Are we there? Lakini wakati ambapo Bwana alimwita katika neema, jina lilibadilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana ya kwamba jina alilokuwa nalo mwanzo halikuwa la neema. Lakini alipoitwa na Bwana, akaketishwa na wafalme katika nyumba ya Bwana, akapewa neema. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Bwana kumpa Paulo neema, kuna mtihani ambao alipitishwa ndani. Kuna sehemu ambayo aliteswa kwa ajili ya kusimama. I know that God was preparing Paul that where now I'm heading you to, it will be a long and very big mission for you. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa Paulo wakati ambapo alisikia sauti na mwanga uliomjia ulimfanya akawa kipofu. Bwana Yesu asifiwe. Na kuwa kipofu aliwekwa kwenye nyumba ambaye alikaa mahali pale siku 3. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hizo siku 3 haoni. Lakini angalia muujiza wa Bwana ulipofanyika. Alimtuma nani? Kornelio. Bali alimtuma nani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mtumishi wa Bwana alipotuma kwa ajili ya Paulo, na alipoombewa, kuna ngozi ambayo ilitoka kwa macho yake ikafanya nini? Ikaanguka na akaona tena. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa hivyo Wakristo wa leo hii ya kwamba tusimame tuinuke, tuwe na macho ya roho ambayo Bwana akitutazama, na tukitazama ushirika, na tukitazama ndugu, ukitazama dada, ukitazama yule mama, unaona neema katika utukufu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Paulo ambaye alikuwa anatesa Wakristo, ambaye leo hii hapo tungekuwa kwa ushirika, alafu aingia tuteke nyara, atuua maana tufunge ama tutese ni kwa ajili ya injili yake Yesu Kristo. Leo hii Paulo mwenyewe anasimama, anaanza kuhubiria Wakristo ambaye alikuwa anawaua. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo Mungu akitaka kukuinua, akitaka umtumikie katika neema ambayo yeye amekupa wewe, utafaidika tu.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba nisomee 2 Corinthians chapter number 9 verse 8. 2 Corinthians chapter number 9 verse 8. You want to look at types of grace. Types of grace. 2 Corinthians chapter number 9 verse 8. Anyone there? 2 Corinthians chapter number 9 verse 8. 2 Corinthians chapter number 9 and verse 8. It says, "And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work." Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. That God is able. Praise Jesus. Through grace. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. When you understand what is grace, we shall progress well. Praise Jesus. Let's define grace godly. Praise Jesus. That grace, the meaning of grace in godliness, it's God's unmerited favor and love, a freely given gift that helps humanity towards salvation and a relationship with God. Praise Jesus. Praise Jesus. That grace is God's unmerited favor and love, a freely given gift that helps humanity towards salvation and a relationship with God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. For those who are writing, God's grace is God's unmerited favor and love, a freely given gift. A freely given gift that helps humanity towards salvation and a relationship with God. Praise Jesus. Amen. Towards salvation and a relationship with God. Hallelujah. You know, grace can also mean elegance. Hallelujah. Or charm. Or either pleasing quality in appearance or a manner. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Or it can also be a divine influence which operates in humans to regenerate or sanctify. Hallelujah. By grace we live. By grace we walk. So everything that we do today as a human being is just by grace. Hallelujah. Or it was a must for you to wake up today. Was it a must? When I may ask, how many of you knows the time that sleep comes for you? Anyone? No. Knows? Is there anyone? No. There is nobody. Why? By the time you wake up, do you know? You don't know. So what if we say that when you sleep, you are half dead? It can't be that way. Are we there? Are we there? But what if we say God Himself has made you now to sleep, or to see that darkness and sleep? Praise Jesus. Try to think this way with me. That when I am going, or when I'm returning to bed at 10 p.m., I know I've gone my bed 10 p.m. But I'm just there and I close my eyes. I don't know how it will be, and I don't know how this sleep will come. Are we there? Are we there? So remember this: if God can work that way,
If God can do that in miraculous, then who are you not to serve him? Who are you not to abide by the Ten Commandments? Who are you not to worship him? What if he takes you now? Where will you spend your eternity? If he takes you now, where will you spend your eternity? Is it hell or heaven? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Let's look at this thing called Nebuchadnezzar. All of us will know who is Nebuchadnezzar in the Bible. You know, this servant of the Lord in Babel, that is. And I think Babel of today, it is the Ukraine of today. Are we there? Yeah, right now it's called Ukraine, but initially it was Babel. It's but now, look at this servant, look at this king in this manner. There was one day that he had a dream. Na hii ndoto alipoiota ndani ya Danieli 4:4. Iko Danieli 4:4. Alipoota hii ndoto, aliota kwamba kuna mti ambao umepandwa kwa dunia. Na huo mti ni mrefu sana. Na urefu huu mti uko na matunda na uko na viota vya ndege vinaweza lala. Huu mti ni mkubwa sana, mrefu. Biblia inasema kimo chake ni kama kiko karibu kufikia kimo cha mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Na alipoota hii ndoto, anasema kwamba moyo wangu ulikadhabika. Moyo wangu ulikadhabika. Alikosa amani. Na alipokosa amani akaamuru the CS. Akasema kwamba mniitie waganga na wakuu wa mji huu waje watafsirie ndoto hii. Angalia sasa. Wewe ni mfalme kwenye enzi ndio. Tuna Mungu aliye na neema, lakini sasa hauiti Mungu aliyekupa hiyo ndoto kutafsiria. Alichofanya akasema niitieni waganga wa mji huu na wakuu wa mji huu waje watafsiri ndoto. Na akasema atakaye tafsiri ndoto hii atafanywaje? Kama tumsome story. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Atavalishwa vazi la nini? La dhahabu. Haleluya. Na wakati ambapo waganga waliitwa, wakuu wa mji wakaitwa, hawakuweza kutafsiri hiyo ndoto, ilishindikana. Lakini kuna mtu mmoja akaja mpaka akasema, kuna kijana mmoja katika mji huu, roho ya Mungu inakaa ndani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa Danieli. Ina maana kwamba Danieli aliishi katika neema, na katika ile neema Bwana alimtia tunda la rohoni. Aliyekuwa na ujuzi wa kutafsiri ndoto. Na alipoitwa Danieli akaja. Mfalme alipomwelezea ile ndoto akastaajabu. Danieli akastaajabu. Na akacheka. Na akaambia mfalme kwamba ndoto hii isifutie shaka na ikute watu gani? Wabaya wako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini roho ya kutafsiri ndoto ilipomjia Danieli, Danieli akasema ule mti mrefu ni ufalme wako. Haleluya. Na hiyo ndoto sikuwa nimeimalizia. At the end, Nebukadnezar aliona mtu kutoka mbinguni amevaa vazi leupe akija kwake na akamwambia ukatini mti huu. Ukatini mti huu. Muache kisiki peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Na kisiki kitaishi kwa miaka 7 na kunawiri tena. Bwana Yesu asifiwe. Lakini angalia muujiza wa Bwana. Wakati ambapo Danieli anatafsiri ndoto akasema, huu ni ufalme wako. Nawe ufalme wako huu umefika mbinguni na umefika misha ya dunia. Lakini akaita lakini
ufalme unaenda kuondolewa kwako. Na ufalme ukishaondolewa kwako, Bwana anakupiga kadhabu ya kuishi kama mnyama kwa miaka 7. Bwana Yesu asifiwe. Angalia mfalme Nebukadneza anapelekwa porini, alikuwa mwanadamu lakini anapelekwa porini kama mnyama. Biblia inasema kwamba alikula nyasi kama nyama kwa miaka 7, na mvua ilimdondosha miaka ngapi? Miaka 7, naye akamea manyoya kama ng'ombe, kama mnyama ule kwa miaka 7. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana kwamba ungempelekea chakula angekula nyasi kama ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ya miaka 7 kuisha, alirudi akashukuru Mungu na akasema, "Shukuru Mungu mwenye nguvu, uliyeniinua." Bwana Yesu asifiwe. Mungu alikuwa na neema na akamhurumia na akamrejesha tena. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii tuko katika madhabahuni. Leo hii tunahuduma katika injili ya Yesu Kristo ndio. Lakini kuna vitu ambavyo tunavifanya nyuma ambavyo havipendezi Bwana. Yes, we are in fasting. Yes, we are praying. Whatever we are doing, reflecting about the name of the living God. But when we are out of the church, we are rebelling. Bwana Yesu asifiwe. We are rebelling again. Today we are holy, but when you meet me on the road, unashangaa, huyu ni ndugu katika imani. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Geukia mwenzako mwambie, salvation is not that way. Salvation is not what? Salvation is not that way. Salvation is not that way. Mfalme Nebukadneza, nchi yake ilikuwa nchi kuu na makao yake yalikuwa makao makuu. Mataifa yalikuwa yanaogopa Babeli. Kumbuka Babeli ya kwanza ndani ya Mwanzo 10. Babeli hiyo ambayo ilikuwa inajengwa na Nimrodi, ikajengwa, lakini Bwana akaona watu hawa hapana, watakuja kuwa na kiburi, akawapromosha. Babeli ya pili ndani ya Danieli, mfalme Nebukadneza, ambapo mfalme huyu, ufalme wake ulitawala hata wakati ambapo alitaka kuabudiwa na kuabudiwa pamoja na miungu yake, lakini kuna vijana waliokataa. Nataka uangalie ufalme huu wa Babeli. Angalia Danieli, Nimrodi ulipoanza kujengwa, Bwana aliupromosha. We have some differences now. Ndani ya Danieli, mfalme huyu ambaye anatengeneza Mungu mwingine wa kuabudu, lakini vijana hawa wakakataa, wakasimamisha uungu wa Bwana mahali pale, naye Mungu akaabudiwa. Same Nebukadneza anakuja anasema asiabudiwe Mungu mwingine zaidi ya hao watu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuangalie sasa kwa ufalme tu bado. Angalia tena Danieli 5. Wakati ambapo mtoto wa Nebukadneza anakuja anakula kwa vyombo vya uzuri ndani ya hekalu la Bwana kwa ajili ya karamu. Ilikuwa karamu, sherehe hivi. Na alitumia vyombo vya uzuri vya baba yake Nebukadneza alivyoviacha. Bwana Yesu asifiwe. Na alipokuwa ndani ya jumba lake akistarehe, akaona mkono ukiandika ukutani, maneno nene take. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake nini? Hayo maneno yanamaanisha nini? Bwana Yesu asifiwe. Maana yake yanamaanisha nini? Haleluya. Nataka uangalie baba yake kwanza Nebukadneza. Alipokuwa akitawala, akapigwa pio katika ndoto, ufalme wake ukaondolewa. Mtoto wake huyu anakuja na kuna na vyombo vya uzuri vya baba yake. Akaona mkono unaandika ukutani. Na tafsiri yake ya maneno yale Danieli 5 inasema kwamba maana ya hii maneno ni ufalme wako umefika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Angalia jirani yako, mwambie wokovu wako usifike mwisho. Wokovu wako usifike mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Maana iwapo hatutaenda katika kutii Bwana, tutaangamizwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si Bwana tusaidie jamani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akusaidie na anisaidie.
ili ya kwamba ninapotembea, ninapohudumu, ninapoimba, ninapochezea Bwana, nisije nikawa mtu wa kukataliwa tena. Bwana Yesu asifiwe. Paulo analia akisema ya kwamba nawahubirieni ninyi, nakimbia mbio kama mkimbizi ashindaye, ili nisije nikawa kukataliwa. Ni ombi na tamanio la moyo wangu ndani ya alasiri ya leo, ya kwamba unapokuja nyumbani mwa Bwana, unapomlilia Bwana, unapomwimbia Bwana, usije ukawa ukataliwa siku ya mwisho, usije ukawa mtu wa kukataliwa. Wewe na mimi tufanye jitihada ili ya kwamba jina la Bwana linapohubiriwa tulishike katika imani, tutende katika imani, ili baada ya kuhubiri Bwana Yesu akija kulipa ujira, usije ukawa ukataliwa na nisije nikawa ukataliwa. Wewe na mimi tufanye jitihada katika neema tuliyopewa, tusifanye mchezo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema ndani ya Biblia ya kwamba tulipewa mara moja. Bwana Yesu asifiwe. Tulipewa mara ngapi? Mara moja. Yesu alitufia msalabani mara moja. Haiwezi tuandikwa tena kwa ajili ya dhambi zako. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi ni dhambi. Dhambi ni kitu ambacho kinakuficha wewe na mimi kutomwona Bwana. Isaya 59:3 inasema kwamba si ya kwamba mkono wa Bwana si mfupi usitufikie, lakini kwa sababu ya dhambi ambazo tumefanya amejitenga na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kwambie kitu, ukiomba usikate tamaa, maana Bwana unaweza dhani ya kwamba ukiomba ajibu masaa hayo, lakini there is some of the progressive ways that you have to undergo for you to receive the answer of your prayer. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Angalia mfalme Daudi alipokuwa akiomba ndani ya Zaburi 17. Alipokuwa akiomba akasema, Ee Bwana, usikie haki, utege sikio lako kwa maombi yangu. Bali maombi si maombi yoyote yanayotoka katika midomo ya wenye hila. Sikia maombi yangu ukayajibu. Na Bwana alisikia ama hakusikia? Sikiza. Bwana alikuja akasikia maombi ya Daudi. Wakati ambapo anaambia Daudi, sasa ufalme wako huu hautaondoka, utatawala milele. Akakuja akatoa Yesu Kristo ndani ya ufalme wa Daudi. Anatawala ama hatawali? Anatawala. Bwana Yesu asifiwe. Sitamlilia Bwana, najaribu kuwa kama Daudi, ili ya kwamba Bwana anapokuja ataona tuko safi. Akasema kwamba mwanangu, leo utaishi miaka 100 na iwe miaka 100. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame kwenye miguu yetu, ya kwamba Bwana anapotembea leo anione wewe na kuone, ili ya kwamba yale ambaye nayatenda yampendeze yeye katika njia zangu na katika mienendo. Tamanio la moyo wangu asubuhi wa leo, ya kwamba ninapohudumu, ya kwamba unapoimba, ya kwamba unapoomba, mruhusu Bwana akusaidie. Ruhusu uwepo wa Bwana ukanene pamoja nawe. Usifanye kazi katika kiburi, usifanye kazi ukandamiza mtu, lakini ruhusu Bwana afanyaye kazi afanye ndani mwako. Naamini ya kwamba katika Yesu Kristo tunaye amani na kuna uwepo katika yeye. Sitende mbele za Bwana, tumwambie Bwana ya kwamba naomba neema yako juu ya maisha yangu, naomba neema yako kwenye ndoa yangu, naomba neema yako kwa watoto wangu, naomba neema yako ee Bwana, neema yako ienende pamoja nami, uwepo wako uenende pamoja nami. Baada ya kuhudumu Bwana, baada ya kuomba Yesu, nisije nikawa mtu ukataliwa, lakini Bwana nipendeze nawe, lakini Bwana unitumikie upendavyo. Yesu Kristo Bwana, shuka leo mfalme. Baba, nakuita ikimbilio kwa ajili ya eneo hili, mfalme wa amani, katika ujio wa Roho Mtakatifu. Bwana, shuka leo, tenda ishara. Shuka mfalme wa amani, guza maisha ile mama. Shuka Bwana, guza maisha ile baba, ukatende ishara na maajabu. Akujue wewe, akufahamu zaidi, akuelewe e Bwana, ili ya kwamba Kristo Mwokozi aone mtembeo mkubwa ndani ya maisha
maisha yake Bwana. Tumwambie Bwana ya kwamba Yesu Kristo ulinifia mara moja msalabani, yale ambayo nimeyatenda kwa siri. Yesu Kristo nakusihi katika neema na katika huruma zako Bwana, unione leo na unioshe Bwana. Bwana unione leo na unipiganie. Bwana unione leo na hata unihurumie. Bwana unione leo na hata ukaniguze. Yesu kanione leo na hata ukanipiganie. Kuna watu wanateseka katika magonjwa. Kuna watu ambao wameishi maisha magonjwa. Leo mtoto huyu ako hospitalini, kesho ni yule, kesho yake ni mwingine. Kwako kumekuwa ni kama wodi tu, lakini leo mwite Bwana. Leo mwite Bwana. Leo mwite Bwana. Atafanya ishara na maajabu ndani ya nyumba yako. Atafanya ishara na maajabu kwenye maisha yako. Kuna uwezekano umechezea neema uliyopewa, lakini ndugu dada, mamangu, ulipewa mara moja. Ulipewa neema mara moja tu. Yesu alitufia mara moja msalabani. Tunaomba kwamba iongezeke. Tunaomba kwamba iongezeke leo. Bwana, tunakuita mfalme wa amani. Bwana, tunakuita leo Baba. Ushuke mfalme wa amani, utende ishara na maajabu. Maana wewe ndiye Mungu mwenye nguvu. Maana ndiye Simba wa Yuda. Mungu usiyeshindwa. Wewe ndiye ngome yangu, ndiye Simba yangu Bwana. Ninakuita leo mfalme ndani ya masaa ya mtakatifu. Kama Bwana ukashuke na ukatende ishara. Maana ndiye Mungu mwenye nguvu. Ndiye Mungu mwenye uwezo mfalme. Ndiye Simba wa Yuda yekinuliwa. Mungu asiyeshindwa. Yeye ni Mungu asiyeshindwa. Yeye ni Baba wa yote na anatenda yote ishara na maajabu. Hakuna